hali yetu kwa saizi yani inatia mashaka sana. Maana mimi ndo niliyoshuhudia hili tendo la huyo mtu. Baada ya kuonekana wananchi wamekuja kwa wingi, ikabidi tufunge geti ili afanyeje? Amrudishie kwanza. Kwa hiyo yule jamaa kama amekubali kwamba namrudishia. Alivyomrudishia wananchi ndo wakafanyaje? Wakawa wamevunja lile geti ili kusudi afanyeje atoke. Maana yule mwenye duka akasema bwana, humu kuna mali. Basi ngoja tufanyaje? Tumtoe nje. Alivyoona watu ni wengi wanaingia kwa kasi, ikabidi afunge tena. Baadaye mimi ikabidi nimshauri yule mdada, nikasema bwana, naomba ufungue afanyeje? Atoke. Baadaye alivyotoka ndo wananchi wakaanza kumshambulia. Tuombe tu serikali tusaidie. Kwa sababu kwa hali kama hii wanaume tutaisha sasa. Unaona? Ukiangalia kama huyu sio Mtanzania. Tumeona na passport za Zambia, zingine ni za Kongo. Kwa hiyo sasa tunaomba serikali ifanyeje? Itusaidie kwa hili. Jamaa anachukua nyeti za wanaume. Wanachukuaje? Huyu jamaa akikugusa tu unapata msimko, kuangalia kunakuta nyeti hamna, kanyeti kaliko baki ni kadogo, yani kadogo sana yani. Zimetia sana hofu, zimetugusa sana manake kama sisi ni wanaume. Manake haina haja ya kuwa mwanaume kama nyeti zako hauna. Kwa hiyo hichi kitu tunaomba sana serikali kipinge zaidi kabisa yani. Watu kama hao wakamatwe. Maana kama hivyo manake vifo vitazidi kuongezeka, maana watu kama hao wachukuliwe hatua. Wasiwepo kabisa Tanzania hii. Tu ambao tu wewe jinsi anavyokugusa na jinsi unavyopata msimko ule, ndo mwito ndo unajua kwa wewe ndiye. Alafu wewe mwenyewe tu ile hofu anaweza kukurudishia. Sasa mtu anakuchukua na kurudishia, so wewe ndo ndiye. Yangu kuna mtu amemshika begani, alivyomshika begani ndo mwili ukasisimuka. Alivyosisimuka akaja kujikagua akakuta kabisa hamna kitu. Amemrudishia, maana mimi nilivyofika hapa ndo wakawa wanamwambia watu, wakawa wanamshikilia, wanamwambia wewe usipomrudishia watu watakuua. Akawa anakataa. Mimi sijafanya kitu chochote. Alikuwa anazungumza lugha gani? Kiswahili cha Kongo. Ofisini amemkuta ofisini, akawa anamuuliza bidhaa anazouza machupa, anamwambia bei. Akawa anamwambia nimetoka huko kununua vitu huko Zambia. Akawa anamuuliza bei, anamtaji. Wakaelewana bei ya chupa ya chai. Akamwambia anataka kutoa hela kwenye Airtel Money.